Swali ambalo tunaendelea nalo ni lile swali la Yesu kufanywa kuwa dhambi. Kitabu ni Yohana 1:29, na nikasema sitauliza leo swali, naendelea kulijibu lile swali. Yesu alifanywa kuwa dhambi. He was made sin, not sins. Alifanywa kuwa dhambi ya ulimwengu, sio dhambi za ulimwengu. Alafu ukisoma kitabu ni cha Wakorintho, kitabu cha Wakorintho wa pili 5 fungu la 20. Wakorintho wa pili 5 fungu lake ni la 20, nasema sio 20, ni 17. Soma 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini yote, fungu la 18, vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Fungu la 19, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu. Sasa sikia fungu la 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ukisoma Kiingereza inasema he who knew no sin. Sin, not sins, sin. Inamaanisha nini? Yesu alifanywa kuwa mama wa dhambi zote, the mother of all sins. Dhambi zote yeye akafanywa hizo. Dhambi yote unayofikiria duniani alihesabiwa akawa, lakini hakuhesabiwa dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Alihesabiwa kuwa ndiye dhambi bila kuitenda. He was made it without doing it. He was made sin without committing sin. Na maanisha nini? Ukimpata mwizi, kile huyu mtu amefanya ni kwamba amekutana na kitu kingine kinaitwa wizi, akatekeleza wizi, akaitwa mwizi. Hakuzaliwa akiwa mwizi, lakini alikuta wizi, akaanza kuufanya, akaitwa mwizi. Umezaliwa ukiwa sawa, ukakuta muuaji ametekeleza nini? Hii ya kuua. What is murder? Uaji, si ndio? Amekuta uaji, akaua, akaitwa muuaji. Mnanielewa? So you committed to be it. Wacha niulize swali nione kama tunaelewana. Sisi ni wenye dhambi. Je, sisi ni wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi, au tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi? Hebu mkono inanisaidia sana nielewe ni dawa gani nitatengeneza hapa. Bwana asifiwe sana. Ni wangapi wanasema sisi tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi? Sisi tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Haya. Wale wanasema, ni mmoja peke yake. Wale wanasema ya kwamba sisi tunatenda dhambi. Ndio nimeuliza, hata mimi nimechanganyikiwa. Hii Kiswahili imenikoroga sawa. Are we sinners? Wacha nianze na Kiingereza alafu are we sinners because we sin, or we sin because we are sinners? Sisi ni wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi, au tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi? Wale wanasema sisi ni wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Hebu nione, sisi ni wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Aha. Wale wanasema ya kwamba sisi tunatenda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Wachache kabisa. Hao ndio wako right. Ai pastor. Aya, wacha niulize ingine rahisi. Wewe ni mama kwa sababu unazaa, niruhusu nitumie hiyo lugha hata kama ina saundi vibaya. Wewe ni mama kwa sababu unapata watoto,
au unapata watoto kwa sababu wewe ni mama? Wewe ni mwanamke kwa sababu unapata watoto, au unapata watoto kwa sababu wewe ni mwanamke? Ni wangapi wanasema wewe ni mama au ni mwanamke kwa sababu unapata watoto? Aha. Ni wangapi wanasema unapata watoto kwa sababu wewe ni mwanamke? Haya. Ni wangapi wanasema wewe ni mwenye dhambi kwa sababu unatenda dhambi? Aha. Ni wangapi wanasema wewe unatenda dhambi kwa sababu wewe ni mwenye dhambi? Sasa utende dhambi usitende dhambi, wewe ni mwenye dhambi. Hata katoto kale kamezaliwa saa hii, hata ukaite Angelica, hata ukaite Angel, ni kamwenye dhambi. Kako hapa nika bomb kametegwa, katalipuka siku moja aka nikamukora kaka, unaona aka jambazi kaka, unaona, na ni kambaya sana aka, unaonanga hii tutoto. Umeshaona mtoto akiona karamu kwa mfuko wako anafanya nini? Na ukimkataza anafanya nini? Analia. Kwa nini? Na karamu si yetu, na yeye ni mwizi na anaiba kwa kimabavu. Na ukikataa atalia, mpaka watu wengine wanakuingilia, wanakwambia si umpatie tu karamu. Yani mnasaidia jambazi aninyang'anye karamu. Na hata mama anakataa kunyonyesha mtoto, kanalia, unasikia mzee, si unyonyeshe. Si ni ya mama, anaweza mpatia akitaka, si ya huyu hakuja. Lakini kwa sababu ni kama mwenye dhambi na kana dhambi, kana zi exercise. Mtoto wako anaiba sukari, anakula sukari, ukimuuliza anakataa. Nani alimfundisha wizi wa sukari na kukana akikutwa? Nani? Na hujamfundisha. Hata unamwambia hii tabia umetoa wapi? Hajatoa mahali, iko ndani. Ni kuanza sasa, haiko imeanza kuonekana, ndio inaonekana. Unazaliwa na dhambi. Daudi anasema nilizaliwa katika dhambi, I was born in sin. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo sasa kile kinafanya ufanye dhambi ni kwa sababu umezaliwa ukiwa mwenye dhambi. All you are doing, hauitwi mwenye dhambi kwa sababu umetenda dhambi. Hata usipofanya dhambi bado wewe ni mwenye dhambi. Na unaitwa hivyo kwa sababu ndani yako kuna kitu tunasema propensities to sin. So una exercise hizo dhambi, ndio wewe ni mwenye dhambi, unafanya hizo dhambi. Unafanya dhambi kwa sababu uko hivyo. Lakini Yesu alifanywa hizo vitu. Yesu hakufanywa mwenye dhambi, alifanywa hiyo dhambi. I hope I'm making sense. Yesu hakufanywa mwenye dhambi, alifanywa dhambi. Alifanywa hiyo dhambi, akafanywa hiyo wizi, the noun jina ya hiyo unafanya. Akafanywa dhambi hiyo wizi, akafanywa uwaji, akafanywa abortion, akafanywa kuwa hiyo matusi. Yeye akabeba, na alipobeba akienda kwa msalaba, Isaya 53, akaenda nazo pale msalabani zote pamoja. Akiwa anaenda aliambia wanafunzi ya kwamba moyo wangu wasononeka kiasi cha kufa. Hizo dhambi ndizo amebeba, lakini yeye hajatenda dhambi. Hiyo ni Mathayo 26 fungu la 46, 26:46. Akaenda msalabani akiwa na huo wingi wa dhambi, na akiwa pale kwa msalaba, Mungu anaangalia kutoka juu, sisi tunaangalia kutoka chini. Mungu akiangalia kutoka juu anaona dhambi, mama wa dhambi zote kwa msalaba. Isaya anasema he was smitten by God, akachapwa na Mungu. Mungu hakuwa anachapa mtoto wake, ni hizo dhambi alikuwa na hukumu kwa msalaba. Sasa hiyo wazo ibebe upende nayo kwa Musa jangwani. Maana tuliona Yohana 3 fungu la 14 inayosema Yesu atawekwa juu ya mti kama vile Musa aliweka nyoka juu ya mti. Sasa enda na hiyo wazo all the way mpaka kitabu cha Hesabu 21 pale fungu la 8. Wakati Musa alikuja kuambia, wakati watu wa Israeli waliasi Mungu, Mungu alituma nyoka, wakawauma watu wanakufa kwa sababu ya kuumwa na nyoka. Wakamulilia Musa aondoe nyoka. Musa akaambia Mungu akamwambia Musa, tengeneza kitu
kinachofanana na kile kinawauma. Make a thing that resembles what is killing them. Na kile kitafanana, wakiangalia watapona. Kwa hivyo Musa akatengeneza nyoka mfano wa zile zinawauma, na ikawekwa juu ya mti. Hivyo ndivyo inavyomaanisha Yesu akafanywa kuwa dhambi, kwa sababu ni dhambi inatuua. Akienda msalabani, alikuwa anapeleka hiyo dhambi kwa msalaba ili ife, usiwe na sababu yoyote. So Yesu hakufanywa nyoka, lakini akafanywa kile kinachowaua. He became it ili abebe mzigo wao, ili ukiumwa, ukiangalia unapona. Kwa hivyo hapa anaposema Yohana akasema aichukuaye dhambi ya ulimwengu, inamaanisha hakuna dhambi haikuwa hapo ndani. Dhambi yoyote utakayotenda, Yesu alikufa kwa ajili yake. Ni wizi, alikufa. Ni sigara, alikufa. Ni uchawi, alikufa. Ni majini, alikufa. Alikufa kwa sababu ya hiyo. Ni abortion, alikufa. Hiyo kofi umechapa mke wako leo, alifia hata hiyo. Hautasimama mbele ya Yesu umwambie mimi yangu haukufia. Alifia dhambi zetu zote. Hata hiyo chuki umekaa nayo kwa roho, saa hii alikufa kwa ajili yayo. He died, ndio akafanywa hiyo dhambi, akawa crushed on the cross. Natumai nimejibu swali lenu. Amen. Maana tulikuwa tumeahidi tutalijibu kabla ya Ijumaa, na ninaona kama leo ndio kabla ya Ijumaa. Kitabu cha Ufunuo 17. Jana tukaangalia huyu mwanamke, na nikasema ya kwamba mwanamke vile tumeangalia, Biblia inasema mwanamke ni kanisa na mnyama ni serikali, vichwa viongozi, pembe uongozi au authority. Huyu mnyama amesimama juu ya maji. Kwa hivyo it's a universal thing. Hii ni religion, ni dhehebu, ni dini ya dunia nzima, imewekwa yote pamoja. Lakini huyu mama ana kikombe mkononi mwake. Kikombe hiki ako nacho, Biblia imesema ya kwamba kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Fungu la 6, nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu sana, au ajabu huyu mama. Watu wamekunywa kutoka kile kitabu na nikakuelezea kikombe, na nikakuelezea kwamba hicho kikombe kinasimamia mafundisho ambayo ni mafundisho ya uongo. Ni mafundisho ambayo hayako. Tukisema mafundisho ya uongo, ni yale hayako kwa Biblia. Kama fundisho unalolifuata haliko kwa Biblia, ni la uongo. Na uongo hutoka kwa shetani. Kitabu ni Yohana 8 fungu la 44. Yesu akasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Mambo anayotaka kufanya ndiyo hata ninyi mnatamani. Alikuwa muongo kutoka mwanzo. Kwa hivyo anapoongea uongo, anafanya vile yeye alivyo, na ndio alikuja akadanganya. Ili watu afe kiroho, lazima angewatoa kwa ukweli. Kwa hivyo watu wakifa kiroho, basi they are done. Waefeso 2 fungu la 1. Wakati mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya dhambi zenu. Na kwa hivyo anafundisha mafundisho ya kuua watu kiroho. Anajua ukifa kiroho hautafika mbinguni. Na ndio sisi, we are dismantling what the devil has been teaching. Sisi tunavunja uongo ambao shetani amekuwa akifundisha. Na hatuwezi tukasimama na tuangalie kana kwamba ni business as usual, wakati watoto wa Mungu wanakufa kwa kukubali na kuamini uongo, wakati Biblia iko wazi. Lazima tukuelekeze ni wapi utasoma ili ukule kakitu tu uwe hai. Bwana asifiwe. Umetuka kitu kwa Biblia. Yesu anasema ni mkate wa uzima, ukule, usikae njaa, utakufa. Na ukifa kwa dhambi atakuja kumaliza wewe. Sasa kazi yetu mmemaliza. So kazi yetu ni kusaidia hapo. Jana tukasema kitu kimoja katika kile kikombe ni kufundisha ya kwamba watu ya kwamba sheria haina maana. Sheria iliisha. Na ndio unaona katika Danieli 7 fungu la 25, yule pembe mdogo ataazimu kubadili majira na sheria.
Lakini neno la Mungu katika kitabu cha Luka 16 fungu la 17, Luke 16 verse 17, anasema ya kwamba ni rahisi, hiyo fungu naipenda sana. Anasema ni rahisi mbingu na nchi kutoweka kuliko kubadilisha ile sheria au kutoa sheria. Mungu anasema it is very easy kutoa mbingu na dunia. Si nitafanya hize, lakini sheria sijui kutoa. Hiyo kitu sijui kuitoa. Sijui hata. Kwanza anasema hakuna ile T au dot itatolewa kwa sheria mpaka yote itimilike. Hiyo ni Mathayo 7 fungu la 17. Hakuja kubadilisha sheria. Mungu hajui kubadilisha sheria. Hajui. Ile amesema na mdomo yake hajui. Lazima kuwa na pembe mdogo atakaye kuja kubadilisha. Mungu hawezi. Inasimama imara. Kwa hivyo akifundisha ya kwamba sheria hazipo, msomea Luka 16 fungu la 17, rahisi mbingu na nchi kuondolewa kuliko kuondoa sheria. Tena akaja akasema ya kwamba watu wakifa roho zao zinapaa zinaenda mbinguni. Na ndio unasikia watu wanatumia lugha kama ameenda anakona Bwana, he is watching over us, anatuona, ako mbinguni na Yesu. Wacha niwaulize kusema ukweli na msinidanganye, muongee ukweli. Kesho nikiwaambia nimepigiwa simu na rais wa Tanzania au rais wa Tanzania amepigia mzee Odero, endo na MPA, mtu na huyo mzee ni wa maana sana kwa maisha yangu, hamutaelewa ninyi. Apigie mzee Odero aseme sikia, au apigie mkurugenzi wangu hapa Philbert, pastor, tungeomba tafadhali Pastor Munene aje kesho, ningetaka nimsalimie na nije mutangaziwe. Pastor Munene ameuliza na serikali aende asalimie, alafu atapelekwa bungeni asalimie wanabunge. Mtasema nini? Mtaanza kulia. Tunatikipika Pastor Munene anaenda bungeni ya Tanzania. Sasa hata unalia nini? Ni vile huo ni ulie. Hata nitakuacha ukilia, tutaonana baadaye. Wacha nikanyage kwa rais. Kwenda kwa rais ulie. Sasa sikia. Ni nini kama kweli sisi tunaamini ya kwamba mtu akifa anaenda kwa Baba? Kwa nini unalia? Usikia mtu ameenda wapi? Aliitwa na nani? Na Baba, muumbaji wa mbingu na nchi. Unaenda wapi? Nimeitwa. Wapi? Kwa Baba. Naenda. Mtabaki mkilia kweli ati pastor wa kanisa hili aliitwa jana usiku saa 5 na Mungu Baba. Hata sisi tunajuanga haitani. Unataka niwaonyeshe kwa nini mnajua hivyo? Can I show you an example? Ni wangapi leo hii wangeomba ya kwamba Mungu, Pastor Munene akimaliza mahubiri haya saa 2 uniite, saa 2 na dakika 5 niite Baba. Inua mkono ili tujue unaenda saa 2 na angalieni tu nyinyi wenyewe. Watu ambao ni wa Mungu wale waangalia. Hamutaki kwenda. Hamutaki kuniwacha hapa. Kwa sababu hivyo hata wale wanasema Mungu aliitana. Huyo mtu anasema Mungu aliita, enda muulize unataka akuite. Anasema we. Hakuna mtu anakubali, maana tunajua haitani na njia hiyo. Mungu haitani na njia, anaitana ukiwa hai, unaenda kulala ni kupumzika. Sasa hii serikali, hii kanisa ikafundisha watu wakifa hawafi. Maana ni mafundisho ya shetani katika bustani ya Edeni, aliwaambia mkila tunda hamtakufa. Mpaka leo tunaamini hivyo. Hakuna mtu anakufa anaenda mbinguni. Utajuaje njia ya kwenda mbinguni wakati umekufa? Na hata hapa kanisani unaonyeshwa. Mpaka saa hii nikwambia mahali na kauje ukae, utaniuliza nipatie address, hebu nipatie location, GPS. Ukiwa hai hujui. Ukifa ndio unajua kwenda mbinguni. Ulionyeshwa na nani? Na hata Yesu alisema hakuna anayejua njia, mimi ndio njia. So nitaenda kuwatengenezea makao, nikimaliza nitarudi niwapeleke, maana hamjui. Mimi ndio na ukienda si atakushangaa. Umekuja hapa kufanya nini? Nimeona mimi nikujange. Si makao yako nani alikwambia imeisha? Nimekaa sana duniani. Na Yesu ni mzuri sana. Kuna watu wengine huwezi, there are people hutaki kuona movie na wao kwanza wakiwa wamejua movie. Kuna watu mkienda sinema wameijua ni wabaya sana. Kama mke wangu hutaki kuona naye sinema kama anaielewa. Atakuanga mbele anakuambia unaona huyu atakufa huyu. Ninamwambia my wife, si ungoje, unaharibu mchuzi. My wife, ukitaka kuona movie na my wife asiwe ameiona duniani ndio atakaa. Anakuuliza huyu ni nani? Wewe kaa tu tuone. Awe ameijua jana.
Ai, mkundi utashangaa, anakwambia unaona huyu atalima yule, hata kuna mama mwingine atakuja, huyu atapewa kisu, huyu ata. Sasa kuna watu wa aina hiyo hapa duniani. Imagine my wife akiendanga mbinguni kabla yetu wakutane na Yesu na Ibrahimu. Alafu Yesu aje kutuchukua. Si ndiye atanichukua mkono, acha nikuonyesha Ibrahimu anakaa wapi? Acha nikupeleke kwa Sara. Hata Yesu anashangaa, umempeleka wapi? Tunakuja acha nimpeleke akaone, anaenda kuona mtoto wa Yairo. Tutakuja Yesu saa 7. Acha Yesu hawezi akakubali, ndio hataki mtu atangulie. Mtangoja nyinyi wote wajuaji, mtangoja hapa, tutaenda wote pamoja. Wote pamoja, hakuna mtu anajua, ili tunangojea. Hautatangulia. Ndio kitabu cha Wathesalonike kinasema walio hai hawatatangulia wale waliokufa. Utangoja ili tuonyeshwe wote, si kuambiwa acha nikupeleke kwa Haroni. Hata mke wangu tutangojeana. Huyo kwanza ataniterrorize akiendanga mbele. Angoje tu. Anyways, si mbaya hivyo. Si niliwaambia kama Rebeka anaenda hata yeye. Bwana asifiwe sana. Anyways, huyu akafundisha ya kwamba watu wa kifo wanaenda, lakini Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 51 hadi 54 inasema ukilala kaburini utangoja na utakuja kubadilishwa mwili. So we are called immortal. We are not mortal bodies. Sawa sawa. Katika kile kikombe cha mama kinasema ya kwamba watu wa kifo wenye dhambi wanachomwa na moto wa milele. Lakini Mathayo 10 fungu la 28, Mathayo 10 fungu la 28 inasema sio hivyo, kwa sababu moto utakuja wa jehanamu haujakuja, utakuja. Hata ukisoma Mathayo 25 fungu la 41, Mathayo 25 fungu la 41 inasema ya kwamba wataambiwa waende motoni ule umetayarishiwa shetani na malaika zake. Kwa hivyo hauko hapa saa hii. Imagine Mungu kama amekuwa na hiyo moto ya kuchoma mpaka saa hii Kaini anachomeka. Hebu imagine kama hiyo moto ni wa milele na milele, ati mpaka saa hii Kaini anachomeka. Kaini na alikuwa mtu ya kwanza. Si hata Mungu ni anifea. Yaani Kaini alifanya dhambi mwanzo na anachomeka pamoja na wewe umezaliwa jana saa hii. Watu watangojeana, wakwenda mbinguni waende pamoja, na wakuchomwa watachomwa wote pamoja. Wote pamoja. Kwa hivyo kama una mpango ya kwenda motoni, hutaenda mbele, utangojea wenzako mukachome pamoja. Tena tukaangalia tukaona kwa kikombe cha mama kuna siku alibuni yake, siku ya Sabato. Akabuni siku yake ya Sabato yake. Mungu ana Sabato yake ya siku ya Jumamosi, lakini kanisa la Kirumi likatengeneza siku ya Jumapili. Na nikawaonyesha, unajua ni vizuri ukiongea hasa kitu chochote, hata kanisa lolote, uwe na evidence. Nikaonyesha kitabu hiki, natumai ya kwamba kinaonekana kimekuwa zoomed in, kinaitwa Catholic Catechism Book 2 Teacher's Book. Ukienda page 189 ya kitabu hiki, page 227, page 227 ya kitabu hiki, kinasema hivi. Sikiza vile, nitasoma kwa Kiingereza kwanza alafu nitasema kwa Kiswahili. Tulisoma the other day. Use all your skill to recall to your pupils all the reasons that make the Lord so rich in spiritual meaning. Discuss the Lord's Day as kept by the people of God and the reasons for the change from Saturday to Sunday. Yani tumia ujuzi wote na hekima yote ili ufundishe wanafunzi wako kuhusu siku hii ya Bwana, na waelezee sababu ya kupumzika hiyo siku ya Bwana kama watu wa Mungu walivyofanya, na sababu ya kubadilisha kutoka siku ya Jumamosi hadi siku ya Jumapili. Kwa hivyo kanisa linakubali liliweza kubadilisha siku ya Sabato, lakini Biblia haijabadilisha. Kanisa ndilo lilikubali kubadilisha, lakini kanisa lilibadilisha, lakini Biblia haijabadilisha. Bado Sabato ya Mungu ni siku ya Jumamosi, si Jumapili na sio Ijumaa, kulingana na neno la Mungu. Lakini nikapatia pia mafungu kadhaa ya kusoma ili uelewe mambo ya Sabato. Na hayo nafikiri niliyapitia sawa, ukianzia Mathayo, uende Marko, uende Luka, uende Yohana na mengine. Lakini pia nikakupatia mafungu mengine ambayo yanaonyesha siku ya Jumamosi imezungumzwa by the way
siku ya Sabato imetajwa mara 172, 172 times in the Bible, lakini Jumapili imetajwa mara 8 peke yake. Wacha nikupatia hayo mafungu 8, maana ndiyo chache ili uweze ukajisomea. Kitabu ni cha Luka 24, fungu la kwanza na la pili inaita Jumapili the first day of the week, siku ya kwanza ya juma. Mathayo 28, fungu la kwanza inasema Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Mariko 16, fungu la kwanza hadi la 3, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Mariko 16, fungu la 9, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Siku ya kwanza ya juma kulingana na Yohana 20, fungu la kwanza ni Jumapili. Siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka, Yohana 20, fungu la 19. Na Wakorintho wa kwanza 16, fungu la kwanza na la pili, na Matendo ya Mitume 20, fungu la 7. Hayo mafungu 8 yatakuelezea kwamba siku ya Jumapili sio siku ya saba, ni siku ya kwanza ya juma. Na Mungu amesema upumzike Sabato siku ya saba ya juma. Nikakwambia Wayunani walipumzika Sabato hata baada ya Injili, maana wengine wanafikiria Sabato ilibadilishwa wakati wa Yesu. No, la hasha. Hata katika maandiko ya mitume utapata Paulo alienda kwa Wayunani na walipumzika Sabato. Hiyo utasoma katika Matendo ya Mitume 13 na fungu la 14, na pia unaweza ongeza 14 fungu la 44. Matendo ya Mitume kule Yerusalemu wakapumzika Sabato. Hiyo ni Matendo ya Mitume 15 fungu la 21. Na pia katika visehemu au vituo vingine mbalimbali kama kwa Wafilipi pia walipumzika Sabato. Hiyo ni Matendo ya Mitume 16 fungu la 13. Na kwa Wathesalonike pia walipumzika Sabato ya Mungu. Matendo ya Mitume 17 fungu la kwanza hadi fungu la 3 walipumzika Sabato ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu walijua. Hata kwa Wakorintho pia walipumzika Sabato ya Bwana. Matendo ya Mitume 18 fungu la kwanza na fungu la 4. Na Yohana akiwa kisiwa cha Patmo alipumzika Sabato pia. Ufunuo 1 na fungu la 10. Ufunuo 1 na fungu ni la 10. Kwa hivyo akafundisha watu ya kwamba Sabato sio Jumamosi, lakini ameandika kwa kitabu ya kwamba walibadilisha wao wenyewe. Mpaka saa hii, by the way, uangalie katika vitabu vyao, wanakubali ya kwamba Sabato ni wao walibadilisha. Na hii ndio wa Protestanti hawawezi wakaclaim authority. Kanisa zingine zote hakuna mtu anaweza claim authority ya siku ya Jumapili, kwa sababu kuna wale walifungua hiyo, Konstantino na Silvester, hiyo ni yao. Wengine walifuata tu bila kuangalia. Kwa hivyo ukitaka authority, soma Biblia na utasema Biblia husema, neno la Mungu linasema, kwa maana imeandikwa. Yesu Bwana asifiwe sana. Kuliko useme kanisa lilisema, sema Biblia inasema. Jambo lingine unapata katika kile kitabu, kile kikombe, ni siku ya Christmas ambayo inapendwa sana duniani. Hakuna Christmas kwa Biblia. Hakuna mahali Biblia imesema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Hakuna. Hiyo ni moja. Hata kijiografia hawezi akawa alizaliwa Disemba. Ninamaanisha nini kijiografia? Kule Palestina kule Yesu alizaliwa, Disemba inakuwa ni winter na kunakuwa na snow, na wachunga kondoo walikuwa nje wakilisha mbuzi na kondoo kwa nyasi kwa snow. How? Sijui kama umeshakaa mahali kuna snow. Nimekaa mahali inaitwa Minnesota. Snow inakuja Novemba mpaka March, miezi karibu 6. Kote kila mahali ni white. Nyasi imefunikwa na snow imefunika. Alafu wewe unakuja unatuambia Yesu alizaliwa tena kwa zizi ya ng'ombe na hiyo snow. Hata Yesu anakuanga na kaprogramu yake. Hangezaliwa mahali kuna baridi. Hiyo ni baridi mingi sana kwa mtoto. Na sio tu mtoto. Wachungaji watakaaje kwa snow? Wale mumekaa kwa snow ati wako nje wachungaji saa 6 ya usiku. Kijiografia hawezi. Hata ukiangalia, jiulize hii Christmas ni nani ambaye hasherehekei Christmas? Hata wale hawapendi Yesu, hata wale si wa Kristo, wale wanajua kuna Yesu, Christmas ikifika. Na tena jiulize, katika mwaka ni wakati gani watu wanakunywa pombe sana? Pombe sana.
Uliza watu wa bar, mimi sijui. Waulize, watakwambia pombe wanauza lini sana sana. Uliza kondoo, uwaulize ni lini mnakufa sana kwa mwaka kondoo. Uliza kuku, watakwambia mabwana zao, yani njogoo, mabwana wa kuku. Kuku watakwambia mabwana zao wanakufa sana wakati wa. Hata unaweka kuku unasema hii tutakula Christmas, hii ni ya Christmas. Hii ni ya yani Yesu azaliwe kondoo akufe. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Biblia inasema hata Herode hakuwa na record, ndio akaguess watoto miaka 2 hivi wauawe. Kama alikuwa na record, wangeenda kwa record. Hiki kitabu bado ya Catholic Catechism. Ninakwambia kwa sababu it's a real book, so you can look for it. Catholic Catechism page 189. Anasema hivi 189 katika hiki kitabu. Hiki ni kitabu cha kanisa. Na hii huwezi ukashika kama wewe mwalimu, ni catechist. Kuso unajua wale catechist mnaniangalia mnakubaliana na mimi kwa sababu ni hivyo nasoma. Christmas anasema hivi. Paragraph ya Christmas. Avoid saying that Christ was born on December 25th. Say that the church celebrates Christ's birth on December 25th. Actually, there is no early tradition of the date of Christ's birth. The Romans kept on December 25th when the winter solstice was over and the days were beginning to grow a little longer, the feast of Sol Invictus, the unconquerable sun. The church took over the day and kept it as the feast of the birth of the true unconquerable sun, the light of the world. Inasema, zuia sana kusema ya kwamba Kristo alizaliwa Disemba 25. Sema ya kwamba kanisa husherekea kuzaliwa kwa Kristo Disemba 25. Ukweli ni kwamba hakuna mahali katika historia ya kwamba Yesu alizaliwa siku hiyo. Warumi walisherekea hiyo siku, hiyo Disemba 25, wakati kipindi cha baridi kimeisha, na walikuwa wanasherekea Mungu waliyeita Sol Invictus, kwa lugha nyingine pia anaitwa Mithra, ambaye wanasema ni jua ambaye hashindwi. Na kanisa likanyakua likachukua hilo siku na sasa wakaiweka kuwa ni siku ya jua la ukweli ambayo ni nuru ya ulimwengu ambaye ni Yesu. So hii siku Yesu kabla hajazaliwa walikuwa wanasherehekea. Hii siku ilikuwa kabla Yesu hajazaliwa. Nani alikuwa amezaliwa huko mbele? Ni Tamuzu. Hii ilikuwa mtoto ya Semiramis, ndio walikuwa wanaisherehekea na wakaiweka kuwa ni ya Mungu, anaitwa Sol Invictus au Mithra the unconquerable sun. Niliwaambia jana huyu Konstantino anaitwa Pontifex Maximus. Ni greatest bridge builder. Akaleta hawa washenzi na Wakristo pamoja, akauza sera yake, akawaambia ya kwamba nyinyi wa Kristo mnaamini Yesu wenu walikufa na akafufuka siku ya Jumapili, na hawa washenzi wanaabudu jua siku ya Jumapili. Tuilete yote pamoja iwe ni ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu, na ikaenda through. Hii nayo akasema ya kwamba huyu Yesu wenu alizaliwa, na wao wanasherehekea tarehe 25 huyu kijana wa Semiramis kuzaliwa, na huyu Mungu ambaye wanaabudu tarehe 25 akaileta, ikaunganishwa na ikapita. Ililetwa kwa kanisa. Vitu vingine zilikopwa kwa washenzi, zilikopwa kwa washenzi, haziko kwa Biblia, ikaletwa ndani. Mpaka saa hii ukiambia mtu ale makanda siku ya Christmas anakataa. Siku hiyo huwezi ukakula ugali siku ya Christmas. Lakini Biblia haijasema hivyo. Kwa hivyo hiyo ni fundisho katika kile kikombe cha mama. Pia katika kile kikombe cha mama akafundisha watu sio lazima watawadhe miguu wakipokea Pasaka, kwa sababu hiyo ni kujishusha sana. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana 13, soma nami katika kitabu cha Yohana 13. Sikia, neno linasema ya kwamba basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye
hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo hata wakati wa chakula cha jioni. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichokijifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, nisipokutawadha miguu basi hauna ushirika nami. Simoni Petro akamwambia, basi sio miguu peke yake, hata kichwa. Yesu akamwambia, uko sawa. Enda katika fungu la 12. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mumeelewa na hayo niliyowatendea ninyi? Mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Yesu akasema miguu mtawadhane. Kwa nini? Kwa sababu mkitawadhana miguu unaonyesha mwenzako ya kwamba he is better than you. Yeye ni bora kuliko wewe katika hali ya Ukristo. Ni hali ya kunyenyekea, ya kwamba ninakuhudumia wewe. Hili kanisa likaja likatoa hiyo. Kwa hivyo watu watakula mkate bila kutawadha miguu. Na watu wamelewa na hiyo, na bado iko. Tena akasema, sikia, si wote watakula hii kitu. Ni kiongozi tu wa dini akuje anakula hiyo kitu na anakunywa kikombe yote mkiangalia. Lakini hata hivyo ikawa ya kwamba wacha mkule, lakini mkate ule unakula ni mkate ambao umepitiwa kitu naita process. Iko processed. Yesu ni ngano ambao haijatiwa chachu na ngano haijatolewa chochote, which is not bleached. Ngano whole inastahili kuwa hiyo ngano, si kale kama mkate unaweka kanayeyuka kwa mdomo, iwe ni ngano kabisa. Na divai iwe ni divai ya matunda, juice ya matunda, sio ile ukikunywa hiyo chupa yote utaanza kuuliza huyu ni nani. Ni ile ambao ni fresh, maana inasimamia damu ya Yesu na inasimamia mkate, inasimamia mwili wa Yesu. Tawadhana miguu ninyi kwa ninyi kabla ya kupokea Pasaka. Yesu anapenda unyenyekevu iweze kuhakikishwa. Tena kanisa hili ambalo lina kile kikombe, ndani ya kikombe watu wakafundishwa ya kwamba sio lazima uzamishwe majini kwa ubatizo. Sio lazima, lakini Biblia inasema ni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Ndio unapata kanisani watu wananyunyuziwa maji. Hiyo sio Biblia. Huo sio ubatizo wa kweli. Unasalimiwa mkono, sio ubatizo wa kweli. Kuruka moto sio ubatizo. Kujazwa na Roho sio ubatizo. Kupita chini ya bendera sio ubatizo. Ubatizo ni kuzamishwa majini, kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu limesema. Na unaweza jielezea ufikiri ya kwamba uko sawa kwa sababu wewe unafuata tu mambo ambayo haiko kwa Biblia, na unasema Yesu ataelewa. Ni kweli anaelewanga, ni kweli Yesu huelewa, lakini anaelewa wakati gani? Wakati haukujua, wakati haukufahamu. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31. Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 na 31. Anasema ya kwamba katika enzi hizo, wakati haukujua, wakati haukuelewa ukweli, Mungu alifunga jicho. He winked. Anasema ni sawa tu, anajifanya haoni sababu hauelewi. Lakini sasa kwa sababu umeelewa, kwa sababu umejua, kwa sababu umefahamu, ana expect urudi kwa neno la Mungu. Soma Biblia, uelewe Biblia, ujue kile unachoamini. Usiamini kwa sababu nimekuambia, uamini kwa sababu neno la Mungu limesema. Uamini kwa sababu
limeandikwa. Hata ukikutana na nani hapo nje, muulize ulisoma wapi, kwa sababu kama halijaandikwa basi halipo. Ni kwa nini mchungaji unasema hivyo? Soma nami katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 15 fungu la 13. Mathayo 15, hebu tusome fungu la 13. Anasema nini? Neno la Mungu linasema katika Mathayo 15 fungu la 13. Mathayo 15, niko Marko 15, Mathayo 15 fungu lile la 13. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Yesu anasema ukimwangalia yule yako mbele zako, yeye ni kipofu, usimfuate. Na anazungumzia kipofu wa neno la Mungu, kwa sababu wewe tayari hauna taarifa, wewe ni kipofu na unamfuata kipofu mwingine. Sasa vile utafanya, utatumbukia kwa shimo, kwa sababu huyu hakuwa anaona njia. Katika hali ya kiroho, wewe nawe kama hauoni njia, tafuta na utaipata katika neno la Mungu. Biblia ndio itakuwa ni mwanga wako, nawe uangaze, uongoze wengine. Lakini ukigundua yule anayekuongoza, iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni mchungaji, iwe ni padri, iwe ni askofu, iwe ni baba mtakatifu, iwe ni nani, kama hafuatani na neno la Mungu, tafadhali jiokoe nafsi yako. Kimbilia Yesu, kwa sababu hapa ndipo penye uzima wa milele. Yesu ndiye mwenye uzima wa milele, na amepanga kukupatia huo uzima wa milele, na atakupatia kama utafuata. Huyu mwanamke wa Ufunuo 17, vile tulivyoona, tuliona ya kwamba ufalme wake utakuja kuondolewa, kwa sababu Mungu alisema, wewe mama ulijiweka na ukawa unaleta watu ambao waliopotoka. Huyu mama anawakilisha wale wote ambao hawako katika Biblia, imani yao haiko kwa Biblia. Hata ufanye nini, wacha nikwambie, ukiona punda alafu umuvalize suti tu vizuri, avae suti na avae viatu na kofia na aanze kutembea, anakaa kama mwanaume, wacha nikwambie, saa yake ikifika ya kulia, atalia kama punda. Kwa sababu Waingereza wanasema a decorated donkey remains a donkey. It doesn't matter. Hata ukivalisha uongo suti, uvalisha uongo kofia, iendelee kutembea kwa maisha yako, atakapokuja kuiangamiza, atakuangamiza na wewe pia. Uangamizwe kwa nini? Mbona uangamizwe? Neno la Mungu halitabadilika. Neno la Mungu litasimama imara. Neno la Mungu litasimama milele. Hayo tumesikia, ni juu yako ujiulize, utafuata au hautafuata. Kwa sababu itafika wakati Yesu atawatenga kondoo na mbuzi, walio upande wake wa kulia na walio upande wake wa kushoto. Watakao kuwa upande wake wa kushoto, waliokataa ukweli, wataenda motoni. Ni kwa nini uchomwe? Why? Kwa nini uchomwe na ni kitu iko hapa na nikukubali tu? Sasa uchomwe kwa nini? Kama Yesu amesema ubatizwe, sasa utachomwa tu kwa sababu hukubatizwa na maji iko. Maji ni ya bure. Pastor ako tayari kukubatiza bure, na ukiingia kwa maji hautakufa, maana hata sisi tulikuwako na hatukufa. Sasa wewe utakataa kwa nini? Kwa nini baba? Utakataa tu upote? Yaani ulikataa kubatizwa na amesema ubatizwe, ukatae tu. Sabato iko, uje kanisani siku ya Jumamosi, usikie uko huru, maana imesema ukatae tu. Sasa unakataa kwa nini? Unakataa na siku ya wenyewe haiko kwa Biblia, hiyo Jumapili au Ijumaa, unakataa tu.
Si ufuate ile iko kwa Biblia. Sasa unakataa na unakataa kabisa. Hata wewe uone ujihurumii. Utamalizwa tu kwa sababu ya kukataa, ati unakataa kuja na ni kama siku zingine. Ni kama siku zingine. Ati wewe ulikataa kufuata Yesu kwa sababu ya sigara. Wewe unavuta sigara tangu ukiwa mtoto. Baba yako walivuta sigara, mnavuta na mama yako, hata babu yenu mlivuta, hata na bibi yenu mnavutanga. Kwenu mnavuta mpaka paka, mbwa na ng'ombe mnavuta wote sigara. Kwa hivyo wewe sasa huwezi ukawacha. Baba, jiulize, hii sigara ukivuta inakuongezeanga nini? Inaongeza mafuta au ni vitamin? Inaongeza nini kwa mwili yako? Umefanya mtoto yako mkono wako mtumwa kila wakati. Inaleta kwa mdomo, inatoa. Hata mkono haijaelewa ni nini. Kila wakati na mdomo yako unakaa kama ni gari, kama pikipiki tu, mapua yako inapuliza moshi. Sasa kama ini ya maana hii sigara, si basi umeze moshi ikae. Sasa kuna haja gani umevuruta tena unatoa? Uonyeshe tu vile ambavyo wewe ni hatari kwa usalama. Mimi naweza vuta moshi na nitoe, na tena kwa utaratibu na ustadi. Unatoa, alafu unaongea unafikiri sasa wewe ni shujaa. Mapavu yako imekwisha, inakaa kama ile sufuria iko kwako, mapavu yako. Hii kila wakati, na ukimaliza ukiona imeenda sana, tena kidole kubwa kinazirikishwa katika uovu, unagonga hiyo kitu, unaendelea na ikiisha filter haukura moshi, haukura hiyo sigara, na hata filter haukuri, unaiangusha tena, mguu inazirikishwa katika hiyo uasi, inakanyaka, unazima na unaenda zako. Sasa hati wewe ulikosa kwenda mbinguni kwa sababu ya sigara. Na wengine sio sigara, ni karosta, ni kengine unajisokotea na gazeti ya wenyewe. Hata sio yako hukununua, hebu nikararudia karatasi hapo, unararua, unaweka pake, unaweka, unavuta. Wewe ndiwe filter, hata afadhali yule wa filter. Hii haina filter. Unaendelea mpaka inaloa maji yenyewe, inachoma mdomo ilisaungua, tena ukose mbinguni. Sasa uchomwe na sigara na uchomwe na moto ya milele. Kwani haujihurumi? Kabisa. Ati mimi nikunywa pombe. Kama pombe ni mzuri sana, hiyo imefanya usiwache, kwa nini upelekei mke wako? Useme ya kwamba leo nitawapelekea wote, niko na watoto 3, embulete hii inafunga 4. Upelekee mama, uambie hii kitu nimekuwa nikikuja ni mzuri sana, hata ninyi kunyweni muone vizuri vile mimi naonanga vizuri. Mkunywe wote kwa sababu mimi niko sawa. Umeshajiuliza ni kwa nini wewe ukienda kwa bar unaenda ukiwa straight hivi, straight? Unafika kwa bar uko sawa, na ukienda ulikuwa umenyamaza, lakini kadiri masaa inaendelea mkikunywa kelele inaongezeka. Saa ile utatoka kwa bar ulienda straight, sasa unaenda ukigaagaa. Huoni njia mzuri. Ukiona pengo kadogo hapa unaona kama ni Rift Valley na unaruka. Unafikiria na ningeanguka hapo, lakini Mungu ni mwema. Unaenda nyumbani. Umeshajiuliza ni kwa nini ukitoka kwa nyumba yako ulijua mke wako, lakini ukifika nyumbani unamuuliza, ni mke yangu kweli? Mbona umebadilika? Wapi watoto? Kunjeni, wameenda kulala. Amuza wao, kuja hapa. Mnajuanga mimi ni mbamba yenu. Mnajua mimi ni mbamba yenu. Mama yenu anawaambianga ati mimi ni mbamba yenu. Munaambiwa, wewe unaambiwa. Mtoto hata hajui kuongea, ni mtoto wa miezi 2, unataka akujibu ati wewe ni baba. Pombe, Biblia inasema inachafuka mawazo yako. Hiyo ndio itafanya ukose mbinguni kweli, licha ya mafundisho mabaya. Hebu tuache mafundisho maovu na tuache tabia baya, tumfuate Yesu. Simameni tupate maombi. Songeni mbele wote, chooni wote tuombe. Na kama ungeomba ubatizwe pale kwa vituo, inua mkono, alafu uweze kuomba na sisi. Kama ungetaka kubatizwa, nauliza watu wa ubatizo msonge mbele kabisa hapa kwa laini ya mbele. Wale wa kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, songeni hapa mbele. Wale ambao wanasema ningetaka nianze maisha mapya, songeni hapa mbele. Songeni tu tafadhali. Kama usisimame hapo. Watu wako nyuma yako wanakuja kwa Yesu. Usifungie watu. Kama uko hapa, songa tu karibu na mimi. Songa tu. Wale ukiona watu nyuma yako, wapatie nafasi ili tuombe pamoja. Wale mko katika hizo vituo, kama mko barabarani na mungetaka tuombe pamoja nanyi, simameni hapo kwa barabara, inua mikono yako na umwambie Yesu akupokee. Leo ni siku ya pekee, na kama